Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Napatikana Kigamboni, Dar es Salaam. Leo nimekuja kwenu na dawa ya mapenzi. Hivyo usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninavyotoa. Ndugu zangu, mapenzi imekuwa ni kikwazo kwa watu wengi sana. Mapenzi imekuwa ni maumivu kwa watu wengi sana, na ambaye hajaonjwa na maumivu ya mapenzi basi aombe hivyo hivyo asionjwe na maumivu ya mapenzi. Lakini mapenzi yanauma ndugu zangu, mapenzi yanaathiri. Mapenzi yanaweza kukufanya wewe ukashindwa kufanya kazi zako. Mapenzi yanaweza kukufanya wewe ukajiona mzito sana. Yaani mapenzi ni kitu ambacho kinawatesa wengi wengi wengi. Nadhani tukizungumzia mapenzi si ugonjwa, lakini mapenzi ni ugonjwa sana. Japokuwa kuna watu wanasema ni kujiendekeza, lakini mimi nakubaliana kwamba mapenzi ni ugonjwa, kwa sababu hakuna ambaye hajui ladha ya mapenzi. Kila mmoja anajua ladha ya mapenzi. Dawa leo hii nimeleta kwa wale ambao wanasumbuliwa na mapenzi. Kuna watu ambao wapo katika nyumba yao, mke na mume, lakini maelewano yanakuwa ni madogo sana. Yaani unakuta kwamba unampenda mwezio, lakini wewe huyo mwezio ambaye unampenda, yaani niseme kwamba yeye hana time na wewe. Halafu hawezi kukuacha kwamba naye anakupenda, lakini anakuonyesha dharau na mambo mengine mbalimbali. Lakini pia kuna wengine ambao wanakuwa na mahusiano, halafu mpenzi wao amewakimbia, mpenzi wao ameondoka, na anahitaji mpenzi huyo arudi, kwa sababu bado anamhitaji. Chuma hichi hapa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atarudi, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atarudi ikiwa ameondoka. Lakini dawa hii vile vile ina uwezo wa kurudisha mtu ambaye ametoroka nyumbani, amekimbia nyumbani, amepotea nyumbani. Kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, ukitumia dawa hii, mtu huyo atarudi, tena atarudi kwa haraka sana sana sana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini dawa hii ambao naifahamisha hapa, unaweza ukawa unachoma katika biashara yako. Vile vile Mwenyezi Mungu akaleta manufaa yaliokuwa makubwa sana, kwa lengo la kuita au kuvuta wateja kutoka sehemu mbalimbali, na wakaja kwa wingi sana. Lakini leo suluhu ya dawa hii haswa ni wale ambao wanasumbuliwa na wapenzi wao ambao wamewakimbia. Kwa yule ambaye ana mpenzi bado anamhitaji, amemkimbia, hii ndiyo inakufaa zaidi wewe. Nini cha kufanya? Cha kufanya, nenda duka la asili, katafute chumvi ya mawe nyingi. Tafuta chumvi ya mawe nyingi. Baada ya kupata chumvi ya mawe, tafuta baruti, tafuta kitu kinachoitwa mripu, tafuta panganati, tafuta mwita pamoja na muharaka, alafu tafuta na kitu kinachoitwa kashikashi. Sasa baada ya kupata vitu hivyo, nenda kanunue na ufuta pamoja na mtama. Alafu rudi nyumbani, vichanganye vitu hivyo. Sasa vichanganye vitu hivyo sehemu moja katika bakuli, vichanganye chumvi ya mawe iwe nyingi. Ukisha changanya vitu hivyo sehemu moja, dawa yako hiyo itakuwa imekamilika. Dawa hii unaweza kutumia asubuhi na jioni, kuchoma katika moto mkali kwa muda usiopungua siku 7. Inaleta majibu yaliokuwa mazuri. Lakini dawa hii vizuri zaidi utafute mtu ambaye anajua kusoma. Kwa siku moja umeyaweka bakuli lako, nadhani hapo mwanzo picha imepita mzuri. Kwa siku moja unatafuta mtu ambaye anajua kusoma, unamwambia akusomee Yasini 3. Anasoma Yasini yote ya kwanza. Akishafika mwisho wa Yasini, unatia manuizi yako vile unavyotaka wewe. Sasa alafu anamalizia na uradi unaosema kum ya habibi kantanamu mara 3. Kisha anarudia Yasini ya pili mpaka mwisho, unatia manuizi yako unavyotaka wewe, alafu anasoma tena huo uradi mara 3. Baada ya hapo anamalizia Yasini ya 3, unatia manuizi yako unavyotaka wewe, kisha anamalizia naye uradi huo unaosema kum ya habibi kantanamu mara 3.
Lakini wakati yeye anasoma Yasini, wewe utakuwa unachota dawa yako kidogo kidogo, unatia manuizi, unatia kwenye moto, unatia manuizi, unatia kwenye moto, huku yeye anasoma. Sasa hiyo itafanya yule mpenzi arudi kwa haraka sana sana sana. Kwa siku moja tu itatosha. Na ikifika mwisho wa Yasini, wewe utakuwa unakamata kwa mikono miwili, yani unakamata mwingi, alafu unautilia nia kwa yakini, yani kwa utulivu zaidi, kisha ndipo unaenda kutia tena. Nadhani nitakuwa nimeeleweka, na yule ambaye atakuwa labda hajanielewa anaweza akakomenti hapo. Baada ya hapo anaweza akanitafuta pia akaniuliza pale ambapo hajaelewa nikamuelewesha. Ni mimi Mwalimu Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Mimi si bora kuliko wewe ambaye unanisikiliza, wewe ni bora zaidi kuliko mimi. Hivyo usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninavyotoa.